بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Katika darsa yetu ya somo la fiqhi tunaishi na kitabu Al-Fiqhu al-Muyassaru fi Dawi al-Kitabi wa Sunna. Kabla tuendelea katika pahala tuliposimamia, nitapenda kujua kwamba sauti yangu inasikika huko ama haisikiki vizuri. Naam. طيب inasikika vizuri sana. طيب. Natumai tulistopia katika masala ya 6 kwenye masala ya sunna za ibada ya sala, katika sunan za aqwal na sunna za af'al. Leo insha Allah taala tunaondokea katika kipengele kinachosema al-mas'alatu as-sabi'atu, masala ya 7, mubtilatuha, mambo yenye kubatilisha sala, mubtilatuha, yanayobatilisha sala. Na mambo haya bila shaka Muislamu akiyafanya swala yake itakuwa imeporomoka. Kuna baadhi ya ahwali zinazingatiwa kwa Muislamu, hali hizo hazitakiwi kutokezea katika ibada yake ya swala, kwa sababu hailaiki kwake yeye wakati ule wa kupambana na wakati ule wa kukabiliana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, wakati wa kunongonezana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, wakati wa kutaka haja zake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, awe anafanya mambo hayo. Yakitafsiriwa yanatafsirika ukosefu wa heshima mbele ya Muumba subhanahu wa ta'ala. Idhan naqul yubtilu salata, hubatilisha sala, umurun, baadhi ya mambo kadhaa. Nujmiluha fima yati, tunayakusanya mambo hayo katika au kama hivi ifuatavyo. Yubtilu salata umurun, yanabatilisha sala mambo kadhaa, yanabatilisha ile sala. Nujmiluha, sisi tunayajumuisha mambo hayo, fima yati, katika haya mambo yafuatayo. Huna yaqul yubtilu salata ma yubtilu taharata. Jambo la kwanza, yatabatilisha sala yale yanayobatilisha tahara. Jambo lolote lile tukilitaja kwamba hili likimtokezea mtu linambatilishia tahara yake, imma kutokwa na kitu katika moja ya njia mbili. Kadhalika vile vile masala ya kulala, mtu kulala usingizi mzito. Kadhalika vile vile masala ya kupatwa na hedhi mwanamke, wa hakadha, yale mambo ambayo yanamuondoshea mtu tahara yake moja kwa moja, mambo yale yanabatilisha sala vile vile. Kwa nini? Anasema lianna taharata, kwa sababu hii tahara shartun li sihhatiha, ni sharti la kusihi swala. Ili swala ikubalike lazima mtu awe tahara. Kwa hivyo kama tahara imebatilika na swala nayo imekwenda, fa idha batulat at-taharatu, basi pindi ikibatilishwa tahara ikabatilika, batulatis sala, na vile vile swala itakuwa imebatilika. Idhan al-amru al-awwal min al-umuri allati tubtilu as-sala, jambo la kwanza katika mambo ambayo yanaibatilisha swala ya mtu endapo yakimtokea mambo hayo yule mtu, basi jambo la kwanza kabisa ni kila kinachobatilisha tahara, basi hicho kitabatilisha ile sala ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu sharti kuu la sala ni tahara. Ikibatilika tahara na sala nayo imeenda vile vile. Jambo la pili, adhahiku bisautin, kucheka kwa sauti. Mtu kakaa kaona jambo hivi katika sala, au kakumbuka jambo katika swala, lile jambo likamtoa kicheko cha nguvu, akacheka hivi kwa sauti ikasikilikana, wa hakadha. Wa huwa alqahqahatu, na kitendo hicho ndo kinaitwa alqahqaha. Utakuta katika vitabu vya fiqh mbalimbali kwamba alqahqahatu la tajuzu fi salati. Nini maana ya qahqaha? Maana yake kucheka kwa sauti, mtu sauti yake ikasikilikana, ile sauti ya kucheka. Fa innahu yubtiluha bil ijma'i, hakika jambo hilo la kucheka kwa sauti
hubatilisha ibada ya swala bil ijma'i, kwa makubaliano ya wanavyoni. Liannahu, kwa sababu kitendo hicho, kalkalami, ni kama kuzungumza maneno. Ikitafsiriwa ile kucheka kile ha ha ha, ha ile, ikitafsiriwa kalkalami ni kama mtu kuzungumza maneno, bal ashaddu, bali hichi kicheko hichi ni kibaya zaidi au ni kikubwa zaidi kuliko maneno. Maana maneno huwa inawezekana mtu akazungumza maneno na yakawa na nidhamu. Yale maneno hayatakiwi, ikiwa si katika maneno ya swala, yale maneno hayatakiwi. Vipi mtu aje alete kitu kikitafsiriwa ni kama maneno, lakini hicho chenyewe kinakuwa ni kibaya zaidi, kwa sababu ni tafsiri mbovu. Maeneo tu ya heshima duniani, basi mtu hawezi kuingia pahala pale alafu akaanza mahakamani kwa mfano, akaingia pale akaanza kubwaga vicheko kwa. Hawezi mtu kufanya hivyo mbele ya kadamu nasi. Pana maraisi, pana mawaziri, maeleo ya heshima, kasimamishwa mbele za watu, zungumza kwa heshima, mara kaanza kumwaga kicheko. Watoto, mwana mpumbavu huyu, namna gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu kile kicheko ni ashaddu min al-kalami, ni kikubwa zaidi kuliko, yani kina tafsirika tafsiri kubwa zaidi kuliko maneno ya kawaida ya kuzungumza. Idhan al-qahqaha, yani al-dhahiku bi sawt, ni kucheka kwa sauti. Fa innahu, hakika kitendo hicho, yubtiluha, yani inabatilisha sala bil ijma'i, kwa makubaliano ya wanavyoni. Liannahu kalkalami, kwa sababu kitendo hicho ni kama kuzungumza maneno, bal ashad, bali hilo jambo la kucheka hilo ni kubwa zaidi hilo kuliko hata kuzungumza maneno. Walima fi dhalika, na kwa kuwa katika kitendo hicho, min al-istikhfafi, kunapatikana ndani yake kudogosha, kama kudharau hivi, watalaubi, na kufanya mchezo. Mambo hayo almunafi, yanapingana moja kwa moja limaksudi salati, na yale makusudio ya swala. Qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, wamefaulu wale waumini ambao katika swala yao wanakuwa na khushu'i ndani yake, unyenyekevu. Na khushu'i moja kwa moja ina kicheko, moja kwa moja kinaonyesha kutokuwa na unyenyekevu na mtu katika ibada yake ile ya sala. Kicheko, anacheka kwa sauti mtu, sio masala kutabasamu hapa, tuzungumzie kutabasamu, tunazungumzia kucheka kwa sauti. Adhahiku bi sautin, ni kucheka kwa sauti. Walima fi dhalika, na kwa kuwa katika jambo hilo la kucheka kwa sauti, minal istikhfafi, inapatikana kudogosha, kudharau, kutweza ile ibada. Watalauba, na kufanya mchezo katika ile ibada. Mambo hayo almunafi, mchezo ambao unapingana moja kwa moja. Kwa mchezo huu na ibada, hivi vitu havikai pamoja, ni vitu vinavyokinzana. Kwa nini mtu afanye mchezo kama hivi? Inapingana moja kwa moja na inakataa limaksudi salati, yale makusudio ya swala. Haiwezekani kabisa iwe mtu huyu amekuja hapa kuswali kisawasawa alafu anacheka kiasi kama hichi. Amma tabasumu, ama kule kutabasamu, bila qahqahatin, bila kuinua sauti kwa kicheko, fa innahu la yubtiluha, hakika jambo hilo halibatilishi ile swala. Kama naqalahu Ibnul Mandhuri, kama alivyolinukuu jambo hilo mwanachuoni Ibnul Mandhur, wa ghairuhu, na wengineo katika wanavyuoni wamenukuu kwamba hilo jambo halibatilishi swala. Yani at-tabassum, mtu anaweza kukumbuka kitu kidogo kikampitikia, au akaona kitu kimempitikia hivi kikampelekea kutabasamu kidogo Kenya, hiyo haibatilishi swala. Amma al-qahqaha, ama kucheka sauti, kutabatilisha swala ya mtu moja kwa moja. Hadha al-amru ath-thalith, jambo la tatu, al-kalamu amdan lighairi maslahati as-sala, kuzungumza kwa makusudi pasina maslahi ya sala. Kuzungumza kwa makusudi pasina maslahi ya sala, mtu akifanya hivyo swala yake itabatilika. Maana yake, idha takallama al-insanu amdan limaslahati as-sala, atakapozungumza al-muslim, muislamu au al-musalli, mwenye kusali, limaslahati as-sala, kwa ajili ya maslahi ya sala, basi hapa itakuwa haingii katika makosa ya kubatilisha ile sala. Khilaf qawi baina ahli al-ilm rahimahumullah ta'ala, والراجح إن شاء الله تعالى إذا تكلم المصلي
li ajli maslahati as-salah fala tabtulu as-salah. Akizungumza mwenye kuswali kwa ajili ya maslahi ya ile ibada ya sala, yani kile anachokisema ni kwa ajili ya kutengeneza ile swala inayoswaliwa pale. Kwa mfano hapo katika swala ya jamaa na mengineyo kama hayo, basi itakuwa inajuzu inshallah. Qala huna fa'an Zaid ibn Arqam, imekuja hadithi kutoka Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, qala, amesema kunna natakallamu, tulikuwa sisi tunazungumza, fi salati, katika swala, yukallimu ar-rajulu sahibahu, mtu anamzungumzisha mwenziwe, wa huwa ila jambihi, naye yuko ubavuni mwake, fi salati, katika ibada ya swala, hatta nazalat, mpaka ilipoteremka aya inayosema waqumu lillahi qanitina, nasimameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa ni wanyenyekevu. Simameni kwa unyenyekevu. Na hii aya kama wanavyosema wanavyuoni, fa umirna bisukuti, hii aya hii ndio ilokuja kuamrisha watu kunyamaza kimya katika ibada swala. Lakini mwanzo ilikuwa mtu anazungumza kumwambia mwenzake fanya hivi fanya hivi fanya hivi, na yule anayeambiwa anaweza kujibu. Mwanzo ilikuwa hivyo, lakini sasa anasema hatta nazalat, mpaka ilipoteremka hii aya, waqumu, na simameni mkiwa mnaswali, simameni. Kwanza hiyo ni amri, kusimama lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mkiwa mnasimama muwe katika hali ya unyenyekevu, hali ya ukimya, msizungumze chochote kisicho husiana na ibada ya sala. Faqala huna fa umirna bisukuti, hapo sasa tukaamrishwa sisi kunyamaza, wanuhina anil kalami, na tukakatazwa kuzungumza maneno. Fa umirna bisukut wanuhina bil kalam. Qala fa in takallama, ikiwa mtu atazungumza jahilan, hali ya kuwa ni mjinga, hajui ile analofanya, au nasian, au mtu akiwa amesahau. Inawezekana ikawa yumo katika swala, mtu amesahau kwamba yeye yumo katika swala, kidogo akili imetoka hivi, basi mawazo yale mawazo yanompitikia katika swala, likamtoka neno pale, wacha hiyo, mathalan ghafla, yani mtoka wacha hiyo, kisha kajigundua kama yumo katika swala, kwa kusahau, kwa kughafilika, sio maksudi wala si kwa ajili ya maslahi ya swala, lakini ameghafilika na si maneno kwamba tena kazungumza. Hapana, swala kwa wakati huu insha Allah qaulu rajih itabakia kuwa sahihi, kwa kitendo cha kutokezea mara moja kidogo. Kwa Swahili wanasema bahati mbaya, ameghafilika, imemtoka neno hivi, swala huwa haibatiliki pale katika wakati kama ule. Ama kwa makusudi, simu inaita hivi, mara ya kwanza kaikata, simu ikaita tena mara ya pili kaikata, simu ikaita tena mara ya tatu, akaona hebu ngoja nimwambie huyo, akaitoa makusudi. Bwana, mimi na swali sasa hivi, nikimaliza nitakupigia, akaitia mfukoni, maksudi. Hili tendo likitafsiriwa, ilikuwa kuna dharura gani ya hili tendo kufanyika hivi, wakati kuna uwezekano wa kuichukua simu na kuitoa sauti, akapiga mule ndani ya swala. Kapiga mara ya kwanza umekata, kapiga mara ya pili umekata, kapiga mara ya tatu, kuna uwezekano wa wewe kutoa sauti kabisa, au kuweka airplane mode mara moja pa, kisha kaendelea na swala bila ya kuzungumza. Sasa huyu kazungumza bila ya dharura, yani hakuna dharura kwamba haiwezekani isipokuwa hapa pasemwe maneno ndio hii swala iwe na salama, haiwezekani. Kazungumza bila dharura, huyu swala tunibatilisha mara moja, weka pembeni. Fa in takallama jahilan, ikiwa tazungumza hali ya kuwa ni mjinga, hajui, pengine ndo kwanza kaslimu jana, kaslimu juzi, hajui kwamba hicho anachokisema hapa, hicho anachokifanya hapa, kapokea simu nitakupigia, hajui huyu, jahilan au nasian, au kana mwenye kusahau, la tabtulu salatuhu, haibatiliki ile sala yake. Hadha huwa al-amru al-thalith. Tayeb, kabla tujenda mbele, tufungue maiki kwa ajili ya maswali mawili matatu ambayo yanaweza kuwa yamejitokeza katika hizi nukta tatu ambazo tumesoma. Nuktatul ula, nukta ya kwanza ni kubatilika sala kwa mambo ambayo yanabatilisha tahara. Wa nuktatu thaniya adh-dhahik bisawt al-qahqaha. Wa nuktatu thalitha الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. نعم
Fungua maiki. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ustazi, mimi nilikuwa nauliza swali kwenye sababu hapa kuna desturi sasa hivi imekuwa kubwa sana. Simu inaita msikiti, tena watu wengine wanatangaziwa bana, zimeni simu kabla ya swala. Simu sasa ikiita, jukumu la kufanya ni lipi? Naruhusiwa, unaweza ukaitoa na ukazima au ukamute na ukairudisha na swala yako ikawa iko sawa, au inakuwaje? Baada sana. Naam, unayo ruhusa ya kuitoa simu mfukoni, ukamute au ukaizima kwa dakika zile chache. Kile ndicho kitakiwacho kufanywa kwa ajili ya kuokoa swala yake na swala ya wengine vile vile, asiwatie katika tashwishi, kwa sababu kuna kipengele cha mtu kuto kufanya mambo ya kuleta tashwishi kwa wengine. Ndio maana mtu akaambiwa asivae nguo fulani katika swala. Ndio maana akaambiwa mtu akila vitunguu maji, man akala thawma au albasal au alkurras, atakayekula kitunguu maji au kitunguu thomu au kurras, basi asikurubie msikiti. Yani kwa sababu yeye anaweza akaleta tashwishi kwa watu wengine ndani ya swala. Kwa hivyo ili kunusuru swala yake na kuleta tashwishi kwa watu wengine, ni aula aitoe ile simu, aizime sauti au aizime kabisa kabisa kwa ajili ya maslahi ya swala. Basi hilo ndio jambo litakalokuwa linajuzu. Mnafahamu vizuri, sio? Naam. Dakika zile ile jambo litakuwa linajuzu, wala haliathiri chochote katika swala yake insha Allah taala. Bali asipofanya hivyo, sasa asipotoa, asipoizima, na possibility ili kuweko ya yeye kutoa na kuzima, sasa makosa ndo ataanzia hapo, kwamba ile jambo lilikuwa lina uwezekano wa kufanya na wewe hukufanya jambo hili. Umeeleka? Naam. Naam. Safe. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi mwalimu, swali langu lipo katika upande wa adhkari katika swala pale. Kwa mfano ikatokea mtu katika swala lakini akaenda chafya. Je, inafaa kuleta ile adhkari alhamdulillah au haifai? Kimoyo moyo, leta kimoyo moyo. Sema kimoyo moyo alhamdulillah. Inshallah, barakallahu fik. Wa fika barakallah. Naam Idi. Assalamu alaykum. Naam. Naam, nauliza hii kucheka hii, kwa mfano amecheka lakini amecheka kimoyo moyo, yani kindani ndani. Unajua kuna wale wanajifahamu kwa tuko kwenye swala lakini labda kabla hajajoin hiyo swala kuna kitu kimemfurahisha. Ushaona, saa kawa anacheka. Unajua ile kucheka kindani ndani haitoki ile sauti. Shukran. Insha Allah itakuwa haijafikia katika kutoa madhali, haijafikia kutoa sauti. Insha Allah itakuwa haijaingia katika haya mazungumzo ambayo tumeyazungumza. Mazungumzo haya tumeyazungumza yanamhusu yule ambaye atacheka kwa sauti, watu wakamgeukia wakamtazama. Haya ndo mazungumzo yanamzungumzia. Ama mtu ambaye linamtokezea jambo halafu akawa anajitahidi kulizuia kwa ajili ya kulinda ile swala yake, na ni jambo la kibinadamu, amrun adi, basi insha Allah huyu swala yake itakuwa iko vizuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kumlipa ujira. Kwa sababu gani? Kwa sababu yuko makini kuendeza. Wacha mtu mpumbavu anayefanya upumbavu, anacheka, anafanya upumbavu wake kwa hali hiyo ya kindani ndani, huyu kapembeni. Tumzungumza mtu ambaye insha Allah ameona jambo barabarani kabla kuingia msikitini na lile jambo likampelekea yeye acheke. Na haya mambo yako. Na wakati mwingine inawezekana mule ndani msikitini anaswali pale akasikia neno limesemwa au akaona kitendo kimefanywa kikampelekea yeye akikumbuka acheke. Sasa wakati ule akawa anajibana yeye, anazuia ili asiharibu swala yake. Kibinadamu mambo kuyakumbuka inawezekana, imaman au mamuman au mfaridan. Mtu yuko peke yake anaswali au awe ni imamu au mamuma, kutokezea jambo kama hilo ni kitu cha kawaida kwa binadamu. Kwa akiwa anazuia kwa ajili ya maslahi ya swala yake, insha Allah atakuwa na ajiri kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kule kujitahidi kuiharibu ile swala. Lakini pia ikiwa yeye pia anafanya uzembe, si huyu mwenye kwamba anajizuia si kwa sababu yoyote kwamba anapendelea swala, pengine labda anazuia kwa ajili watu tu wasije kera msikitini mle, tunasema huyu hatumuingizi katika kumbatilishia swala yake, kwa sababu tayari naye amefanya jambo la kuzuia. Kipengele hapo tunakizungumza mtu akicheka kwa sauti mpaka kaizungumza.
yani ile sauti ikasikilikana. Naam, Sabri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nyinyi shakurekebisheni sana katika kutoa salamu. Wengi wenu hapa mkija hapa mnasema salamu alaikum. Au wengine wanasema asalamu alaikum. Na ikatakata hivyo. Salamu ya Kiislamu ni assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sasa kwenye mambo yanabadilisha sala, yanabadilisha sala kwamba automatic kwamba swala yote inapotea, ama kwenye kile kipengele ambacho ameharibu, pengine kama alikuwa ameharibu wakati akiwa amekaa kwenye kitako, ana repeat kile sehemu, au ana repeat swala yote, ana repeat raka ile, au ana repeat swala nzima. Na pia swali jingine kwamba inaruhusiwa kwamba mfano kama umeshaharibu kwamba yani urukuu sijatusahau, ama haitakiwi hivyo? Haitoshi isije tusahau kwenye jambo ambalo tunalisoma katika haya mambo tunayosoma hapa. Katika haya mambo tunayosoma hapa, mubtilatu sala, haitoshi sijida tusahau. Swala inakuwa imebatilika moja kwa moja ajwar. Haya mambo tunataja hapa haya, ikiwa mtu atayafanya akiwa na akili zake timamu, basi mambo haya yanabatilisha swala ya mtu moja kwa moja, wala sio kwamba eti inafanya hivi inafanya la, inabatilika swala yake, inabidi aswali tena upya. Umefahamu vizuri? Baada haya, swali la mwisho Hatim. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu, ilitokea siku moja imamu wakati anasoma, ilikuwa swala ya tarawehe, na sasa imamu aliswali, wale wanaoswali tarawehe za raka 20 aliswali. Baada ya kuswalisha alikosea baadhi ya zile sura zile, zina utaratibu wao wenyewe wanaoswali. Sasa wale baadhi ya maamuma wakasema subhanallah. Sasa yule imamu yule yeye mwenyewe akajiona yuko sahihi, lakini akawa hajui ende au vipi. Sasa kuna baadhi ya maamuma, mmoja akamwambia endelea. Kwa hiyo ilionyesha kwamba yule alimuokoa zaidi, kwa sababu alimwambia endelea. Kwa hiyo si hapa katika ile swala inakuwaje yale alileta maslahi pengine katika swala pale au vipi? Hiyo inafaa, na ndivyo ilivyotakiwa hapo. Yani kuna baadhi ya wakati imamu anakwama mpaka inabidi kuna mtu amwambie rukuu, ndio yule imamu atarukuu. Hii kama kuna mtu asingemwambia hivyo, ile swala ingeganda pale, watu hawajui fanya. Pengine imamu hajui fiqh sasa. Kitu kama hivyo, kuna jambo linatokezea. Au kama masala hayo tuliyotaja, imamu ashakwamishwa na watu, pengine katika masala ya kisomo, na pengine alikuwa sawa kweli katika masala ya kisomo, lakini watu ndo watu tena. Na nyuma huko tena sura zenyewe zinasoma sura za kijuzuuni, basi kila mmoja hodari yeye. Kwa hivyo kuzungumza hapa kumwambia imamu endelea, hii ni kuzungumza kwa ajili ya maslahi ya sala. Ndio yale tuliyotaja kwamba al-kalamu amdan li maslahati sala. Mtu akizungumza makusudi kwa ajili ya maslahi ya kuiokoa ile sala, basi hadha al-amr jaiz. Na ili haifai iwe li ghairi maslahati as-sala. Tayib, nuwasil ad-dars. Jambo la nne katika haya mambo anasema mururu almar'ati albalighati, ni kupita mwanamke ambaye tayari amekusha baligh, au alhimar au punda, au alkalb alaswad au mbwa mweusi. Wakipita hawa baina yadayil musalli, mbele ya mwenye kuswali, duna mawdhi'i sujudihi, chini ya eneo la kusujudia kwake. Chini ya eneo la kusujudia vipi? Kwa mfano, pale unaposimama wewe, mpaka pale unapokwenda kusujudu, kichwa chako kinapokaa pale, kutoka kwenye miguu yako unaposimama, urefu wa pale kinapokaa kichwa chako wakati wa kusujudu, akipita hapa chini, mwanamke ambaye tayari kashabaligh, yani anaingia katika ada zake, ashakuwa mtu mzima,
kadhalika punda akipita hapo, kadhalika mbwa mweusi akipita hapo, kitambo cha kutoka uliposimama kwenye miguu yako mpaka urefu wa pale unapoweka kichwa chako katika kusujudu, hapa kati na kati hapa, akipita anavunja ile swala moja kwa moja. Ama akipita fauqa mawdhi'i sujud, akipita juu kule ya sehemu ya pale unapowekea kichwa chako katika kusujudu pale, kapita kweli mwanamke yule, kapita punda yule, kapita mbwa yule, lakini pale unaposimama mpaka unaposujudu yeye kapita kwa uko mbele, hata kama hakuna kitu, lakini kapita kwa mbele, basi hiyo haiharibu. Ili iharibike, kutoka pale unapoweka kichwa kusujudu kuja chini huku unakosimama, ambayo urefu wake inakuwa ni dhiraa 3 takriban. Mtu anaposimama mpaka anaposujudu, wakana bainahu wa baina mawdhi'i sujudihi 3 adhra, baina yake Mtume sallam na baina ya pahala anaposujudu panakuwa pana dhiraa 3. Ndio kama unavyoona vile msikitini yale mazulia ambayo yamewekewa zile swafu zile, ukizipima zile wamepima dhiraa 3, kwa sababu mara nyingi inakuwa ndio hivyo inavyotakiwa mtu asujudu. Dhiraa 3 ndio inaekwa laini nyingine, dhiraa 3 inaekwa laini nyingine. Huna masala mururu almar'ati albaligha, kupita kwa mwanamke ambaye amekwisha baligh, ni mtu mzima. Haijalishi huo wakati anapita ndio yupo katika siku zake au yupo katika tahara, ule wakati anapita haijalishi, muhimu yeye tayari ni mtu mzima, kila mwezi anaingia katika ada zake. Au ile himar au punda au kalbi al-aswad au mbwa mweusi, baina yaday al-musalli, vikipita vitatu hivyo mbele ya mwenye kuswali. Wapi? Duna, chini ya mawdhi'i sujudihi, chini ya pale pahala anaposujudu, kuja chini kwenye miguu, imebatilika swala. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume amesema, idha qama ahadukum yusalli, atakaposimama mmoja wenu anaswali, fa innahu yasturuhu, kwa hakika kitakachomsitiri yeye, idha kana baina yadayhi mithlu akhirati rahli, pindi itakapokuwa mbele yake kuna mfano wa akhirati rahli. Akhiratu rahl ni kitu ambacho, au muakhiratu rahl ni kitu ambacho kinawekwa juu ya ngamia. Kwa mfano, unaona ngamia ukimpanda yule, pale juu pale panawekwa kibao fulani hivi. Kile kibao kinamzuia yule mpandaji kwenye mgongo huko, kwa sababu ngamia akienda anaenda mwendo wa kunesanesa hivi. Kwa vile mpandaji anaenda kama hivi mbele nyuma hivi. Sasa akienda hivi mbele nyuma, kama ni mtu mzembe aenda kutupu, anaweza akadondoka kutoka juu kaja chini. Sasa pale nyuma panawekwa muakhira, kama hiki kiti anachokalia mtu, hii sehemu unayoegemea hii ya kiti, hii sehemu ya nyuma. Sasa kinakuwa ni kitu si kirefu sana, ni kama dhiraa 1 hivi. Kama dhiraa 1 kutoka kwenye elbow mpaka kwenye kiganja, kama dhiraa 1 urefu wake hicho kitu. Na inaweza kapungua kidogo, lakini maximum inakuwa urefu ni huo. Ndio inaitwa akhiratur rahli au muakhiratur rahl, wanaita hivyo. Sasa Mtume anasema atakaposimama mmoja wenu anasali, basi kitakachomsitiri yeye itakapokuwa baina yake kuna kitu mfano wa hiyo muakhiratur rahli. Kwa hivyo, kwa mfano wewe unaswali, umeweka chupa ya chai mbele yako pale, au umeweka chupa ya maji refu hivi labda 1.5 liters, ukipima ni dhiraa 1 ikisimama hivi, kutoka chini pale inaposimama kuja juu urefu wake ni dhiraa 1, basi hicho kitu hicho kitakustiri wewe katika swala yako, na vile vyote vitakavyopita vikakuharibia ile swala yako. Asema fa idha lam yakun, basi endapo haitokuwepo baina yadaihi, mbele yake, mithlu akhirati rahli, mfano wa hiyo akhiratu rahli, ikiwa hakuna mbele yake kitu chochote kinachofanana na hiyo akhiratu rahli, fa innahu yaqta'u salatahu alhimaru, basi kwa hakika ataikata swala yake punda. Fa innahu, basi kwa hakika, yaqta'u salatahu, ataikata ile swala yake, alhimaru, punda, wal mar'atu, na mwanamke mtu mzima huyu, wal kalbul aswadu, na mbwa mweusi. Sasa
anasema kufasiri haya maneno, anasema warahlu, na hili neno arrahlu, ma yurkabu alaihi ala alibli, ni kile kitu kinachokaliwa juu yake, kinachopandwa juu yake, juu ya mgongo wa ngamia. Kuna kitu pale kwenye mgongo wa ngamia kinaekwa pale, kikiekwa ndiyo mtu anakalia kile kitu. Sasa huku nyuma yake kuna kibao kinamzuia hivi mgongoni, kiunoni. Kwa hivyo anasema warahlu, na hili neno arrahlu tuloliona katika hadithi, mithlu akhirati rahl, hii arrahli hii huwa ma, ni kile kitu ambacho yurkabu alaihi, hupandwa juu yake, hukaliwa juu yake, ala alibili, juu ya ngamia. Wa huwa, na kitu hicho, kasarji lilfarasi, ni kama sarji kwa farasi. Farasi anaekewa kiti ambacho kiti hicho mpandaji atakaa juu ya kiti hicho. Kile kinachowekwa kwa farasi kinaitwa asarju, na kile kinachowekwa kwa ngamia kinaitwa arrahl. Kisha akasema wa muakhiratu rahli, sasa ile sehemu ya nyuma ya hiyo rahl. Arrahl ni kile kitu ambacho mtu akipanda ngamia atakaa pale. Asarju ni kitu ambacho mtu akipanda farasi atakikalia ile asarju pale. Sasa hii arrahl ina sehemu yake ya nyuma, kibao kimeinuka nyuma. Ndo anasema hapa wa muakhiratu rahli, na ile sehemu ya nyuma ile ya hicho kitu kinachokaliwa juu ya ngamia, miqdaruha dhira'un, kiwango chake, ule ukubwa wake ni kama dhiraa moja. Fayakunu hadha almiqdar, kwa hivyo itakuwa kiwango hicho hicho, huwa almujzi, ndicho kinachotosheleza fi sutrati, katika stara ya kwenye swala. Kwa hivyo mtu anaposwali, ili apate stara ya vitu vinavyopita visimvunjie swala yake, basi awe na kitu mithlu muakhirati rahl, mfano wa hiyo muakhirati rahl. Si lazima akaitafute hiyo ende zake majangwani huko kwa Wasomali, kwa nani Sudani akaitafute. Anaweza akachukua chupa chai, chupa ya maji ya kunywa, sijui kitu gani akaeka mbele yake pale, as long as kile kitu kina urefu wa dhiraa moja takriban, kutoka chini kusimama kuja juu, sio upana, ni urefu. Hata kama kitu hicho ni chembamba, Mtume alikuwa kichomekewa mkuki wakati mwingine, na mkuki ni mbamba tu, basi mbamba. Kwa hivyo katika hii masala ni masala muhimu jiddan. Aqulu huna, kupita kwa mwanamke ambaye ni baligh au punda au mbwa mweusi mbele ya mwenye kuswali, chini ya eneo liliyopo baina yake na baina ya sijida yake. Akipita pale chini atavunja swala moja kwa moja. Mtume kasema, atakaposimama mmoja wenu akiwa anaswali, basi kwa hakika kitakachomsitiri yeye ile swala yake isiharibike, kitakachomsitiri ni pale itakapokuwa baina yake, yani mbele yake, kuna kitu mfano wa akhirati rahli. Kitakapokuweko kitu mfano wa akhirati rahli, hicho kitu kitamsitiri yeye kikiwa kipo pale mbele yake, pale anaposujudu pale kwenye kichwa, kikiwepo kitu hicho. Sasa endapo haitokuwepo mbele yake mfano wa akhirati rahli, Mtume anasema endapo haitokuwepo mbele yake mfano wa akhirati rahli, basi kwa hakika ataikata swala yake punda, yani punda ataikata ile swala pale. Au kadhalika vile vile mwanamke, au kadhalika vile vile mbwa mweusi. Kisha akafasiri akasema, arrahl ni kile kipando kinachopandiwa juu yake kikakaliwa juu ya mgongo wa ngamia, nayo ni kama vile asarji kwa upande wa farasi. Sasa ile muakhiratu rahl, yani sehemu ya nyuma, sehemu ya mwisho huku ya hiyo arrahl, kile kibao kile kinachokaa nyuma, anasema miqdari yake, kiwango chake ni kama dhiraa moja. Basi itakuwa kiwango hiki ndicho kiwango kinachotosha katika sitra ya mwenye kuswali. Mwingine anaswali anavua saa, anaeka mbele yake pale, kisha anasema ndo sitra hiyo. Saa haitoshi. Kuna wengine ndo wamezidi mbali zaidi, eti ile mistari ile iliyopo msikitini ile kwenye mazulia ile, yeye ndo anaona ile na inamsitiri swala yake. Haitoshi bwana, lazima kuwe kuna kitu kimenyanyuka juu hivi. Tunasonga mbele. Kuna mtu ajielewa hapo?
Abu Hatim. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mwalimu, hapa nataka unifahamishe, hapa tumeona kwa hawa watu wa aina tatu wanaokata swala, na tumeona masafa. Vipi kati ya sisi wale ambao tulikuwa mule misikitini, ambaye inatokezea mtu anakuja na aweza akapita, haya masafa ni haya au haya kwa ajili ya umma ya hawa watatu tuliowataja? Masafa ni haya, lakini akipita asiyekuwa hawa watatu, huwa swala haikatiki na kuvunjika moja kwa moja, bali swala inapungua ujira. Kwa mfano, akipita mwanamume havunji swala moja kwa moja, lakini anaipunguza ujira ile swala. Sasa itategemea wewe mwenye kuswali yenyewe hiyo swala yake ilikuwa na ujira kiasi gani. Pengine yeye wakati anaswali swala yenyewe na ujira mdogo kwa sababu ya namna anavyoswali. Halafu akimwacha yule mtu akapita, akauchukua na ule ujira mdogo uliokuwa pale katika ile swala. Umeelewa sio? Naam, nimeelewa. Kwa hiyo akipita mtoto mdogo, sijui akipita nani, swala haibatiliki moja kwa moja, inapungua ujira. Ama wakipita hawa watatu tuliowataja hapa, basi ile swala inaenda. Umeelewa? Sawa, nimeelewa. Naam, Saif. Halo, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu, mimi swali langu lipo katika upande wa watu wanaoswali nyuma ya imamu. Ikitokezea kuna mtu labda akachelewa kuswali, watu tayari washapanga safu, washafunga swala, akapita pale baina ya imamu na maamuma akawakata swala hao walio nyuma, je, inafaa au haifai? Nyuma ya imamu? Akapita nyuma ya imamu ambapo kuna maamuma huko wanafuata. Ikiwa ni masala ni hivyo, swala haivunjiki kwa sababu sutratul imami sutratun lilmaamum. Stara ya imamu ndiyo stara ya maamuma. Kwa hivyo wakati swala ya jamaa inaendelea, baina ya hizi safu za maamuma aweza kupita mtu hapo, aweza kupita punda hapo, na ile swala isivunjike. Baina ya hizi safu, sio mbele ya imamu. Akimvunja imam, kesi nyingine. Unanielewa? Naam. Abdullah ibn Abbas kama sikosea, ama Abdullah ibn Mas'ud, moja katika wawili hawa, nadhani Abdullah ibn Abbas, alipita na himar atan baina sufufi almuslimina wakati Mtume sallallahu yupo katika moja ya safari zake hivi, yakapita na punda mbele ya safu za wenye kuswali. Na hii ikawa ni hoja mbele ya maulama wanaosema stara ya imamu ndio stara ya maamuma. Kwa nini? Kwa sababu Abdullah ibn Abbas, in lam akun mukhtia, alipita na punda wake amemshika hivi, pita mbele ya safu za wale maamuma. Natumai umeelewa sio? Yusuf. Tayeb. Tukienda kumalizia, anasema kashfu al-awrati amdan, mtu kukashifu yani kuweka wazi, kufunua ule uchi wake kwa makusudi. Lima taqaddama fi shuruti, kwa yale maelezo yaliyotangulia katika masharti. Tumetaja wakati wa masharti ya sala uzito wa mtu kuhifadhi ule uchi wake. Kwa hivyo bila shaka akiukashifu, ukirudi nyuma katika yale maelezo huko, utapata kuona kwa nini swala inabatilika, kwa sababu hili ni sharti na sharti lazim litangulie. Idhan kashfu al-awrat amdan, kuweka wazi, kufunua ule uchi kwa makusudi. Kwa nini? Lima, kwa yale maelezo ambayo taqaddama fi shuruti, yametangulia huko katika masharti, yale yatatutosha kuonesha kwamba mtu akikashifu uchi wake swala imeenda. Kadhalika istidbaru al-qiblati, mtu kukipa mgongo kibla. Ashajua kama kibla ni huku, basi kile kibla ndo akakipa mgongo yeye, akaelekea huku kinyuma, kibla kika mgongoni mwake. Asema lianna istiqbalaha, kwa sababu kukielekea kile kibla shartun li sihhati sala, ni sharti la kusihi sala. Sasa mtu akifanya makusudi kukipa mgongo kibla, swala imeenda.
Tuzungumzie makusudi. Ama masala ya kwamba hajui kibla kiko wapi, simu imeisha chaji, maana siku hizi mtu hana sababu. Siku hizi simu ikiwa na bando tu unaweka ile kibla kinakuonyesha kiko wapi. Alhamdulillah, dunia imefika mbali sana. Lakini pengine hana hiyo simu, au simu imeisha bundles, au hiyo application hana, vovote kavyokuwa vile. Sasa kafika pahala akajitahidi kutafuta kibla, akaona ni huku, kumbe kule kuelekea kibla ndio kipa mgongo. Hiyo ni kesi nyingine mbali. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Hiyo ni kesi nyingine mbali. Au yupo kwenye gari, yupo kwenye boti, yupo kwenye ndege, aweza kuswali huko ilikoelekea hiyo ndege, huko ilikoelekea hiyo gari, akiwa ameketi katika siti yake pale, haina shida. Hata kama kibla imekipa mgongo, huwezi kumwambia dereva elekea huku, mimi nitakuswali. Utaswali kwa mujibu wa ndege kule pahala ilipo elekea, au gari au treni au vyovyote pale. Tayib. Kwa sababu kuelekea kibla ni sharti katika masharti ya kusihi sala. Jambo la 7, ittisalu najasati bil musalli, kugandamana najis kwa kumganda yule mwenye kuswali. Ittisalu najasa, kugandamana najis bil musalli, na yule mwenye kuswali, ma'al ilmi biha, pamoja na kuwa na ilmu, pamoja na kutambua jambo hilo. Yani mwenye kuswali anatambua kwamba mimi na najis imeniganda katika nguo au katika mwili, imeniganda. Akijua, swala inakuwa ni batil. Wa tadhakkuruha, na kulikumbuka jambo hilo, idha lam yuzilha fil hali, endapo mtu hatoiondosha ile najis pale fil hali, maana yake yani wakati ule immediately, baada ya kukumbuka tu kwamba kuna najis pale fulani, kama hajaiondosha, swala imebatilika. Ama akiondosha ile najis, inawezekana amesahau kwamba nguo yake ina najis, akaingia katika swala na ile nguo akaanza kuswali. Hapa Mwenyezi Mungu hamtii makosani na swala yake ni sahihi ikiwa amesahau. Rabbana la tuakhidhna in nasina, ewe Mola wetu usituadhibu sisi ikiwa tasahau. Kwenye kusahau Allah muadhibu. Pale akikumbuka katika ibada ya swala pale, akakumbuka yeye kwamba mimi hii nguo au hichi kitu kina najis, pale atakiwa kiondoshe kile kitu. Na ikiwa atakavobakia baada ya kuondosha kile kitu, nguo zitakazobaki zinaendelea zinamruhusu kuendelea na swala, alhamdulillah, jambo zuri. Ataondosha ile nguo au kile kiatu au ile soksi au vyovyote itakavyokuwa ambayo ina najis, ataivua, ataendelea swala. Pale akikumbuka kisha asiondoshe kile kitu chenye najis, kitambo kile akiendelea na kuswali na dakika chache mbele, swala imebatilika. Kwa sababu kashakumbuka. Anajua toka mwanzo, okay, alikuwa amesahau, lakini kashakumbuka. Pale wakati wa kukumbuka pale ndio swala inapoanza kubatilika akiendelea. Ama akikumbuka alafu pale akashughulika kuiondosha alafu akaendelea, alhamdulillah, swala ni sahihi. Ittisalu najasati bil musalli, najis itakapomganda yule mwenye kusali, ma'al ilmi biha, pamoja na kuijua najisi hiyo kwamba ipo, watadhakuriha, itakuwa na kuikumbuka kwamba ashakumbuka kwamba mimi nina najis. Idha lam yuzilha, endapo hatoiondosha fil hali, katika wakati ule, bas swala itakuwa imebatilika. Tarku ruknin min arkaniha, kuacha nguzo miongoni mwa nguzo za swala, au shartin min shurutiha, au sharti katika masharti ya swala, amdan, kwa makusudi, biduni udhrin, pasi na udhuru wowote. Hilo jambo pia litapelekea swala hii kubatilika. Sio kwamba eti ile rakaa tutakuja kulipa, madhalika acha nguzo kwa makusudi, swala yote haimo. Kesi ya kusahau, mtu anaweza kuja kulipa ile rakaa ambayo yeye alisahau nguzo ndani yake, atailipa ile rakaa. Lakini kesi ya kuwa huyu mtu amemaliza swala hali ya kuwa ameacha nguzo kwa makusudi, kesi hii itapelekea kuja kuilipa swala yote. Idhan tarku ruknin, kuacha nguzo, min arkaniha, katika nguzo za swala, au shartin, au kuacha sharti, min shurutiha, katika masharti ya swala, amdan, kwa makusudi, biduni udhrin, pasi na udhuru wowote, hilo jambo litapelekea swala kubatilika. Ama kwa kuna udhur ukampelekea yeye aache nguzo, kwa mfano hawezi kusimama, na kusimama ni nguzo katika swala ya faradhi kama tulivyoona huko nyuma. Sasa kama hawezi kusimama, si ndio ashakuwa na udhuru, utamlazimisha vipi? Ataswali kwa kukaa. Kwa hivyo huyu ameacha kwa makusudi lakini kwa udhuru.
anaumwa makusudi kaacha. Huyu mwingine hana udhuru wote na yeye kaacha makusudi, swala batil. Idhan lazim an nufarriq baina alhal walhal. Jambo la 9, alamalu alkathir, kufanya vitendo vingi, min ghairi jinsiha, pasina jinsia ya swala. Ndivyo vitendo ninavyofanya si vitendo vya swala, havimo katika swala. Lighairi dharura, pasina dharura. Hapa lazima papigwe mstari hapa. Lighairi dharura, pasina dharura. Manake ikitokezea dharura unaweza ukafanya vitendo, harakati nyingi ambazo asili yake min ghairi jinsi sala, hazimo katika jinsia ya swala. Yani vitendo nje ya jinsia ya swala ukavifanya. Jinsia ya swala inajulikana. Jinsia ya swala ni kusimama, kufunga mikono kifuani, kurukuu, kusujudu. Hizi ndio jinsia za swala. Kuinua mikono ile kama tulivyoona. Vitendo vile mtu akifanya hatushangai sisi. Kwa nini? Kwa sababu vile vitendo min jinsi swala, ni katika jinsi ya swala. Sasa ukimwona mtu anatembea katika swala, anaenda, kwenda si katika jinsia ya swala. Kwenda, kutembea si katika jinsia ya swala. Lakini je, kitu gani kilichomfanya tembee? Dharura gani inayomfanya tembee? Ikiwa bidharurati, kwa sababu ya dharura, basi itajuzu kutembea yeye mpaka ile dharura imalizike. Labda kuna vita, labda kuna hivi, labda kuna vile, katika salatul khawf au kadhalika. Kwa wale wanaoona sutra ni wajib, pana khilaf baina maulama, sitra katika swala ni wajib au sio wajib. Iko khilafu hiyo baina ahlul ilm rahimahumullah ta'ala. Kwa hivyo wale wanaoona kwamba ni wajib, kwa mfano tumemaliza kuswali salatul jamaa na mimi nimechelewa katika salatul jamaa, kwa hivyo wakati mimi nalipa, wale watu waliowahi ile swala wanaondoka, wanakwenda zao. Kwa hivyo mbele yangu mimi hakuna sitra, na mimi madhhab ambayo ninaiamini na ninaifuata, sitra ni wajib. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tusalli illa ila sutra, usiswali isipokuwa ukiswali umeswali katika sitra. Nikishika hadithi hii nikaona kama mimi kuswali kwangu ni wajib na nikiswali bila sitra ni makosa, basi mimi itanibidi nitembee mpaka nifike kwenye ukuta au nifike kwenye nguzo nikatembea. Basi kule kutembea kwangu ni kwa nahesabika nimetembea kwa dharura ya kuilinda na kuhifadhi swala yangu. Si kwamba eti nimetembea kimchezo mchezo mpaka mtu aje aniambie kwamba al-amalul kathir, ukifanya vitendo vingi min ghairi jinsiha, pasina jinsi, yani havimo katika jinsia ya swala, swala imebatilika. Kwako wewe, mimi msomo wangu hapa, kama si nikiendelea kuswali na hakuna sitra, mimi nafanya makosa, kwa sababu Mtume kakataza usiswali isipokuwa kwenye sitra. Wa idha salla ahadukum ila sutratin falyadnu minha, na Mtume kasema mtu akiswali kwenye sitra aikurubie, sio unaswali hapa kisha sitra iko kule. Sitra yatakiwa iwe bainaka wa baina sutrati 3 adhru'in, baina yako na baina ya sitra ni dhiraa 3. Ndivyo inavyotakiwa kuwa. Basi kwa masala kama hayo na mfano wa maelezo kama hayo, tukimwona mtu anatembea, kwake yeye itakuwa bisababi au bidharurati, yamshi fi salati dharuratan, atembea katika swala katika hali ya dharura, basi itakuwa ile swala yake haibatiliki. Kisha akatoa mfano hapa akasema kal akli wa shurbi amdan, kwa mfano mtu kula na kunywa kwa makusudi pasina dharura yoyote. Kuna udharura wanaotaja wanaovioni, kwa mfano inawezekana ikawa imamu wetu kapaliwa na kikohozi kikali mno, tunaswali na chupa ya maji iko pembeni hapa, akipiga funda moja tu kikohozi kinatulia, endelea na swala. Kinyume na hivyo yani, basi wako baadhi ya wanavyuoni waliruhusu hilo jambo, lakini ni jambo ambalo wanavyuoni wengi wamelipinga, kwa sababu wanasema hakuna udharura huo, aweza yeye kurudi nyuma akaingia imamu mwingine. Lakini pia masala nyingine inajengeka nayo vile vile, kama hakuna huyo imamu mwingine huko nyuma, imamu ni yeye na chupa ya maji iko na kikohozi kimembana, labda anaswalisha kaingia nzi, kaingia mbu,
wakati anaswalisha, au vyovyote vile vumbi, msikiti umejaa mavumbi, kwa hivyo wakati anaswalisha anasoma Qur'ani, wewe kivumbi kimeingia. Lakini akichukua akipiga kifunda kimoja kwa dharura hiyo, si kwamba eti maksudi anakunywa maji bisho katika swala, hapana, ni dharura. Kwa hiyo ni masala ambayo wanaoviona wamekhtalafiana, na insha Allah kwenye dharura Allah subhanahu wa ta'ala ameweka pesi kila inapotokeza dharura. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hataki kukutilieni uzito. Yuridu Allahu bikum al-yusr fala yuridu bikum al-usr. Allah subhanahu wa ta'ala anakutakieni wepesi, wala Allah subhanahu wa ta'ala hakutakieni uzito. Idhan al-amalu al-kathir, mtu kufanya vitendo vingi, min ghairi jinsia, ambavyo si katika jinsia ya swala vile vitendo, li ghairi dharura. Hichi kipengele li ghairi dharura kina tafsiri kinyume chake, yani mafhumu al-mukhalafa. Idha kana bidharura au li dharuratin fa innahu yajuz. Ikiwa itakuwa ni kwa dharura, basi itajuzu kufanya kwa dharura. Wa dharuratu tuqaddaru biqadariha, na dharura inakadiriwa kwa kiwango chake vile ilivyo. Kwa hii dharura ilivyo, basi tunafanya hivi kwa mujibu wa dharura ilivyo, mpaka hii iondoke ile dharura. Wao wakatoa mfano kal akli wa shurbi amdan, kwa mfano kula na kunywa kwa makusudi. Jambo la 10 anasema alistinadu li ghairi udhrin, mtu kuegemea pasi na udhuru wowote. Lianna alqiyama shartun li sihhatiha, kwa sababu kusimama ni sharti la kusihi swala. Waqumu lillahi qanitin, kama tulivyotaja huko nyuma katika masharti ya swala. Alqiyam fi alfaridha shartun. Kwa hivyo mtu atakapokuwa hakusimama sawa sawa, akafanya alistinadu, akaegemea, hajisimama wima, akaegemea hivi, li ghairi udhrin, pasi na udhuru wote. Maana yake kukiwa kuna udhur, mguu mmoja unamuuma, ikabidi aegemee, basi hilo jambo ni kesi nyingine. Lianna alqiyama, kwa sababu kule kusimama, shartun li sihhatiha, ni sharti la kusihi hiyo swala. Kwa hivyo mtu anatakiwa achunge hilo jambo. Kadhalika jambo la 11, taammudu ziyadati ruknin fi'liyin, mtu kukusudia kwa makusudi kuzidisha nguzo katika nguzo za kivitendo. Kaziyadati fi ruku'i wa sujudi, kwa mfano mtu kuzidisha katika rukuu na sijida, akirukuu mara 2 kwa makusudi, akisujudu sijida 3 kwa makusudi. Liannahu yukhillu bihayatiha, kwa sababu kitendo hicho kinatia dosari ile haia, muonekano wa swala. Swala haiko vile, yeye anafanya hivyo makusudi, anatia dosari katika ule muonekano wa swala. Fatabtulu ijma'an, kwa hivyo hapo swala itabatilika kwa ijma' ya wanavyuoni, kwa makubaliano ya wanavyuoni. Taammudu ziyadati ruknin fi'li, mtu akikusudia kwa makusudi kuzidisha nguzo ya kivitendo. Kaziyadati fi ruku'i wa sujud, kwa mfano mtu akizidisha katika rukuu na sijida, basi swala itabatilika kwa makusudi. Taammud ni kukusudia. Liannahu yukhillu bihayatiha, kwa sababu inaharibu ile haia ya swala, ule muonekano wa swala. Waislamu hawaswali hivi, mbona wewe leo umekuja kuleta swala hii? Basi inaharibu. Fatabtulu ijma'an, kwa hivyo swala itabatilika hapo kwa ijma' ya wanavyuoni. Jambo la 12, taammudu taqdimi ba'd al-arkan, kukusudia kuzitanguliza baadhi ya nguzo, ala ba'd, dhidi ya nyingine. Makusudi akasema mimi natanguliza hii na sujudu kwanza, kisha ndo nakuja na rukuu. Kwa hivyo akamaliza kusoma Qur'ani, wala dhalin amin, akasoma na qul huwallahu, kisha akasema wacha mimi sujudu kwanza, si muhimu ni kusujudu sijida 2 tu. Akaenda akaporomoka sijida ya kwanza, akakaa kikao kile cha baina ya sijida 2, akaporomoka tena sijida ya pili. Alipomaliza sijida ya pili akarudi juu, akarukuu, akitoka katika rukuu akaanza rakaa ya pili kusoma kisomo. Akiulizwa anasema si tayari nishayafanya yale yote, nimesimama, nimesujudu, nimeruku. Lakini wewe umeruku mwisho, umesujudu kwanza kwa makusudi. Asema taammudu taqdimi, kukusudia kutanguliza baadhi al-arkani, baadhi ya nguzo, ala baadhi, wa baadhi nyingine. Lianna tartibaha ruknun, kwa sababu kule kuzipangilia pia ni nguzo ya swala. Mtume kazi swali kwa mpangilio kama alivyofundishwa na Jibril. Sasa wewe mbona wazipangua? Kwa hivyo lianna tartibaha, kwa sababu kule kuzipangilia, ikimaliza hii ije hii, ikimaliza. Na alipomfundisha yule al-musii salah,
Yule aliyeharibu swala alimfundisha kwa mpangilio, rukuu, kimeweza kurukuu fanya hivi, kimeweza kufanya hivi fanya hivi, kwa mpangilio. Kwa hivyo kule kuzipangilia ruknun pia ni nguzo kama taqaddama, kama ilivyotangulia kwenye wa 13. Ta'ammudu salami qabla itmamiha, ni mtu kukusudia kutoa salamu kabla ya kuitimiza sala. Akikusudia makusudi kutoa salamu kabla ya swala kumaliza, basi swala imebatilika. Ta'ammudu ihalati al-ma'na fi al-qira'ati, ni kukusudia makusudi kubadilisha au kupindisha maana katika kisomo cha Qur'ani, ay qira'ati al-Fatiha, na makusudio hapa ni kisomo cha suratul Fatiha, li'annaha ruknun, kwa sababu hiyo suratul Fatiha ni nguzo katika ibada ya sala kama tulivyoona. Kwa hivyo akifanya makusudi, akakusudia kupindisha maana katika kile kisomo, na makusudio hapa ni suratul Fatiha khasa, kwa sababu ni nguzo katika sala, basi swala itabatilika. Bi maana akifanya hivyo katika sura nyinginezo atakuwa amefanya mambo ya madhambi na anapata madhambi ndani ya ibada sala. Na kuna madhambi gani makubwa mfano wa madhambi yanayofanywa katika ibada hii, ibada ya sala kwa makusudi, ndio anapindisha maana katika Qur'ani wa hakadha. Kwa hivyo hadha. Na jambo la mwisho katika jambo la 15 anasema faskhun niyati, ni mtu kuitengua ile nia yake alionayo, imma bitaraddudi bilfiskhi, imma yeye kule kujirudi tu kuivunja ile nia, kwa sijui nivunje au nsivunje, ana swali huyo, sijui niendelee au nsiendelee. Hii inaitwa taraddud. Sasa kule kujirudi tu kwenyewe kule tayari kuna batilisha swala, au bila azmi alayhi, au kwa kuazimia kabisa. Kwa hivyo tuna watu wawili, mmoja anafanya taraddud, anajirudi, sijui nivunje au nsivunje, baba huna swala. Na mwingine moja kwa moja sasa, mimi swala hii naivunja, na huyu naye vile vile swala yake imevunjika. Nia ile ya swala mtu akiivunja, akiitengua, kuitengua kwake ima kwa kujirudi, anakwenda anarudi, nivunje nsivunje, ima kwa hali hiyo, au kuwa na maazimio ya moja kwa moja, al-azm al-akid, maazimio ya nguvu kabisa, kwa maana ivunja hii, basi hiyo yote itaharibu. Kwa nini? Lianna istidamata niyati shartun, kwa sababu kuidumisha, kuibakisha ile nia mwanzo mpaka mwisho, kule kuibakisha kwake ni sharti la swala. Kwa sababu ukianza sijui hivyo hivi, sijui nivunje nsivunje, hiyo pia inakwenda kuharibu swala ya mtu. Ima mtu anajirudi au ana maazimio ya moja kwa moja, itamharibia swala yake, kwa sababu kuidumisha, kuibakisha ile nia mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala ni sharti katika masharti ya ibada ya swala. Wa naktafi bihadha alqadr. Natumai inshallah takuwa mambo haya yameeleweka. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sijui kama kutakuwa kuna maswali katika hivyo vipengele tulivyovisoma, lakini ona muda wangu umeisha. Kuna maswali mangapi hapo? Kila mwenye swali anyoshe mkono nijue kuna maswali mangapi. Mawili hayo sio? Haya, maswali hayo mawili inshallah. Twende Saifullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Samahani ustadhi, yani nimetaka urudilie kwanza hili jambo la 14, hii halati maana istiraa. Umetafsiriaje hapa? Kupindisha maana au kubadilisha maana. Yani ile maana mtu akaipindisha katika kisomo cha suratul Fatiha. Mfano akatamka maneno yakabadilisha maana ile maana iliyokusudiwa. Chafahamu? Okay. Ndio. Kisha swali la pili ilikuwa ni kutokana na ile swala la sitra, jambo la sitra pale kuna kifupi, yani kana kwamba sikuelewa vizuri. Wapo mtu atakaposwali kisha nafasi ambapo yuko hana chochote kile cha kinaweza ikawa sitra. Hivi ni masafa mangapi ambayo anaweza kujitumia
yani ili mtu akifikia hiyo himari imepita mbele, sababu himari inaweza ikapita mfano mbele yake kuna upana zaidi hata ya meta 3-4 kuendelea hivyo, vipi nayo inaharibu swala? Tumesema ni dhiraa 3. Dhiraa. Unafahamu nini? Ndio, dhiraa naifahamu. Okay. Kutoka pale unaposimama wewe ukipima dhiraa 3, basi ndipo inapotakiwa ikae sitra pale. Sasa huyo himar akipita fauqa sutra, juu ya ile sitra uko mbele huko, haijalishi. Mfahamu? Hata kama hukuiweka. Hata kama hukuiweka hiyo sitra, lakini umejipimia hiyo dhiraa yako 3, ukipita mbele yake hiyo himar. Naam. Hadha huwa arrajih insha Allah. Hata kama hukuweka sitra wewe, hata kama hukuweka sitra, arrajih insha Allah ikiwa yule mdudu amepita juu kule. Ingawa ilipo grupu la wanaovioni linalosema kwamba akipita karibu, hata kama ni fauqa 3 adhru, zaidi ya dhiraa 3, lakini madhari bado ni karibu kiasi cha kuwa wewe waweza kumnyoshia mkono ukamshika. Unaelewa sio? Wako wanaovioni waliona kwamba ataivunja ile swala, lakini insha Allah swala itavunjika ni yule mdudu akipita mbele ya mwenye kuswali, yani duna mawdhi' as-sujud, kama tulivyoona chini ya hichi kitambo cha pahala pake anaposujudia. Insha Allah ile swala inavunjika moja kwa moja insha Allah. Alhasil, mtu asiswali bila sitra. Hii masala ni hatari sana, na mimi natilia mkazo kwamba sitra ni wajib wala sio sunna, au sunnatu muakkada kama wanavyosema baadhi ya ahlul ilm rahimahumullah ta'ala. Wao wanaona ni wengine wanaona sunna, wengine wanaona sunnatu muakkada, lakini sutra ni wajib insha Allah. Kwa hivyo mtu asiswali hali ya kuwa hajaweka sitra mbele yake, anaweza kupata madhambi kabisa. Yani kile kitu kinachokuswali bila sitra chenyewe kinaweza kumpatisha mtu madhambi, kisha tena baadaye jipite mwingine kwamba mtu kapita mbele yake au sijui kitu gani kapita mbele yake, ndio hana dharura ya kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Fika barakallah. Malizia Idi haraka. Naam ustadi, mimi kuna mahali sijaelewa kidogo. Naam. Na swali, nishafunga swala, alafu pale ninaposwali pana naji. Swala labda nisharukuu raka ya kwanza, niko raka ya pili pana najis. Umesema kwa ile swala itavunjika ama naweza safisha ile najis alafu nikaendelea pale kwenye swala? Pale raka ya kwanza pale utakapoiona, utakapokumbuka iondoshe pale. Unanipata? So nikiondosha swala haijavunjika. Swala haivunjiki, bora tu isigande katika mkono wako, maana naweza kaondosha kwenye musalla alafu ikakuganda kwenye mkono wako ikawa kesi nyingine. Okay, so hapo ni tofauti na najisi ambayo iko kwenye mwili. Maybe nilikuwa nina nguo nimesahau. So na sasa itabidi nitoke kwenye ninio. Unajua mimi nimeelewa kwa uweza toka ukaenda ukachange alafu hapana t-shirt alafu hapana. Hivyo umeelewa tofauti hivyo. Ni pale wakati unaswali, kama kuna uwezekano wa kuivua ile nguo ivue pale, kisha zitakazobakia ndani kama zinatosha kuendelea na swala endelea nazo. Masala kwamba wewe utoke uende ukabadilishe nguo kisha urudi uendelee na swala palipofikia, masala hakuna. Unanipata? Naam, shukran. Alafu huyo mbwa ni mbwa tu mweusi, mwingine akipita swala bado hivyo? Ni mbwa mweusi ndio aliotajwa katika hadithi. Wa fi baadhi ya riwaya qala sallallahu alayhi wasallam li'annahu shaytan. Mbwa mweusi ni shetani, ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo masala ni mbwa mweusi. Shukran. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.